Ilikuwa tarehe 24 mwezi Juni 2016 wakati wakili mmoja barubaru aliongoza kundi la vijana kuvamia ofisi za chama cha ODM na kutangaza mapinduzi. From today, I, Edwin Sifuna, is the Secretary General of the party, Orange Democratic Movement. Wakili huyo alikuwa Edwin Sifuna, seneta wa Nairobi ambaye amelipa gharama ya juu zaidi kufika mahali yalipo sasa na ambaye wengi wameanza kuvutiwa na siasa zake. If you are scared, go to church. Filamu hii inaangazia uwezekano kwamba badala ya kutafuta ugavana wa Nairobi, huenda Edwin Sifuna akawa mmoja wa viongozi wanaokadiriwa kusimama urais kwa tiketi ya chama cha ODM ifikapo 2027. We don't look for jobs to pay taxes, Khalwale. Ili kuelewa umaarufu wake Seneta Sifuna, ni vyema kuelewa alikotokea, uhusiano wake wa siri na Raila Odinga, news tunaona na baba jioni, na ahadi ya uongo aliyopewa na bwanyenye Jimmy Wanjigi. Edwin Sifuna aligonga vichwa vya habari kwa mara ya kwanza alipojitawaza katibu mkuu wa ODM na kumfukuza Ababu Namwamba katika kisa hicho cha Juni 2016. Ubishi wa Seneta Sifuna na Ababu Namwamba ulitokana na usalishi wake bwana Namwamba, Mluya mwingine aliyetuhumiwa kujiunga na wapinzani wa ODM wakati huo, licha ya kuwa alikuwa katibu mkuu wa chama cha Orange Democratic Movement ODM. Edwin Watenya Sifuna ni mwanasiasa wa Kibukusu aliyezaliwa tarehe 22 mwezi Mei 1982. Seneta Sifuna alizaliwa katika hospitali moja mjini Kakamega, lakini akalelewa kijijini Kitindaa huko kaunti ya Bungoma, ila baadaye wazazi wake wakahamia Kakamega wakati akiwa bado mtoto mdogo. Sifuna alikuwa na mjomba aliyekuwa mwanasiasa mashuhuri, lakini hata kabla ya siku aliyoenda kuishi na mbunge huyo mjini nyumbani kwake, kijana Edwin Sifuna alikutana na kisa chake cha kwanza cha kisiasa alipokuwa na miaka 10 kama ifuatavyo. Alikuwa ameandamana na mama yake wakati huo wakiishi mjini Kakamega alikofanya kazi babake. Ilikuwa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa 1992 na Edwin Sifuna na mama yake wakaenda kwa ofisi za KANU hapo Kakamega, ambapo wananchi haswa kina mama wangeenda kupewa mgao wa pesa alizotoa Cyrus Jirongo kama hongo ya kupiga kura kwa niaba ya chama cha KANU. Walipofika tu, mamake Sifuna alipewa noti ya shilingi 500, noti ambazo zilikuwa kubwa na bado adimu sana enzi hizo. Sawa na sehemu zingine nchini, wengi walichukizwa na uongozi wa KANU katika maeneo hayo, na ukawa unaenea uvumi kuwa pesa alizotoa Cyrus Jirongo zilikuwa pesa za kishetani. Kwa kuhofia kupeleka mapepo ya Jirongo nyumbani kwao, kijana Sifuna na mama yake mzazi wakafanya kama walivyofanya watu wote waliochukua pesa hizo. Waliingia upesi kwenye duka la supermarket iliyoitwa Supermarket ya Mama Watoto na kugeuza pesa hizo kuwa unga na mafuta mara moja. Kama kijana mdogo huko Kakamega, Edwin Sifuna angehudhuria mikutano ya wanasiasa mashuhuri kama Martin Shikuku na Jaramogi Oginga Odinga ambaye aliwania urais katika kura ya 1992. Kwake kijana Edwin Sifuna, hata vitoza machozi vya tear gas aliviona kwa mara ya kwanza kama mvulana barubaru na mdogo. Ilikuwa hivi: Sifuna na wenzake wangetumia shimo ndogo ukutani kuingia ugani Bukhungu Stadium bila kulipa malipo ya kiingilio kila wakati ili kuangalia mechi za mpira wa miguu zilizoendelea hapo ndani. Katika mechi moja iliyochezwa kati ya timu ya Kakamega iliyoitwa Motcom FC na ile ya Mombasa Bandari FC, kizaazaa kilimpata kijana Edwin na wenzake ndani ya uwanja. Kama unavyotarajia mtazamaji, kijana Sifuna na wenzake hawakulipia mechi hii, ila waliingia kwa kupitia panya route kama kawaida na wakakaa vitini kutazama mechi hiyo. Mechi hiyo ilisakatwa na wakati ikielekea kuisha, timu ya Kakamega Motcom FC ilikuwa inashinda, lakini kwa kipindi cha lala salama wale wa Bandari wakapewa mkwaju wa penalti. Mashabiki kama Sifuna walikataa penalti hiyo na mara moja rapsha ikazuka ugani Bukhungu. Vijana na mashabiki wa Kakamega walipoanza kurusha mawe kuelekea kwa mabasi ya wageni. Anasimulia Edwin Sifuna mwenyewe kuwa polisi waliitwa kuja kutuliza hali hiyo. Hapo ndipo Sifuna alilia machozi yake ya tear gas ya polisi kwa mara ya kwanza. Anaposimulia kisa hiki kwenye kipindi cha podcast cha Upside Networks, anakiri kuwa alirushia mabasi ya wanabandari mawe kwa hamaki, sawa na walivyofanya mashabiki wenzake. Mjomba wake Edwin aliyeitwa Lawrence Sifuna alikuwa mbunge wa muda mrefu wa maeneo bunge ya Bungoma Kusini na lile la Bumula mtawalia. Sawa na mpo wake Edwin, Mheshimiwa Lawrence Sifuna alikuwa mwanasiasa mtajika nchini Kenya, haswa kutokana na kuhusika kwake katika kundi la wapinzani maarufu wa Rais Moi waliojulikana kwa utani kama The Seven Bearded Sisters, yani dada 7 waliokuwa na ndevu za kiume.
Seneta Edwin Sifuna anasema katika mahojiano hayo ya redio ya podcast ya mtandaoni kuwa anamkumbuka mjomba wake Lawrence kuwa mwanasiasa mahiri zaidi katika maisha yake. Edwin Sifuna alipotoka kijijini Kitinda huko Bungoma kama mvulana, alikuja kukaa Kakamega na kwa mwaka mmoja akaishi na mjomba wake Lawrence Sifuna, huku akihudhuria shule ya Lions Primary School Kakamega kwa mwaka huo. Huku akiangua kicheko, Seneta Sifuna anasema mjomba wake Lawrence Sifuna alimfundisha mitindo ya kisasa kama kuvaa marashi na mavazi bora hadharani na kupenda anasa na starehe za sherehe. Baadaye kama mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, Edwin angemzuru mjomba wake Lawrence ambaye sasa alikuwa amestaafu na anaishi magharibi mwa Nairobi, na maisha ya starehe ya Lawrence yangemfurahisha sana Edwin na ndugu zake. Wakati mmoja, Edwin alimzuru mjomba wake huyo pamoja na binamu yake mwingine wa familia ya Sifuna, na wakapokea somo fupi la upishi kabla ya kupelekwa kuona mpira wa miguu jijini. Bwana Lawrence Sifuna alichemsha nyama kwa muda mrefu huku akiwafanya vijana hao wasubiri, na akawapa supu ya mifupa wanywe wakisubiri. Vijana hao walipolalamikia muda mrefu uliotumika kuchemsha nyama hiyo, mbunge huyo wa zamani akawaambia watulie, kwani utamu wa nyama laini ulikuwa muda wake wa mapishi. Hatimaye chakula hicho kiliiva, wakapakuliwa na wakakila. Walipokula tu, mjomba huyo akamchukua Edwin na wenzake na kuwapeleka moja kwa moja hadi uwanjani Nyayo kuangalia mechi iliyokuwa inaendelea siku hiyo. Edwin Sifuna anakumbuka kumuuliza mjomba wake wangeingiaje hapo uwanjani bila tiketi, lakini akashangaa kuona walipofika mjomba wake alipokelewa kama mheshimiwa, huko walinzi wa langoni wakimpigia saluti. Lawrence Sifuna aliaga dunia mwezi Disemba mwaka wa 2023. Licha ya umahiri wake kama mwanasiasa wa jiji, Edwin Watenya Sifuna alizaliwa na kulelewa mashinani huko magharibi, na akahudhuria shule ya msingi ya Kitinda kabla ya kuhamishwa kuenda ile ya Kakamega Township Primary School ambapo alimalizia masomo yake ya msingi. Babake mzazi alikuwa Vincent Watenya, mfanyikazi wa umma katika serikali ya manispaa, na mamake ni mwalimu mstaafu aliyefundisha shule ya Moi Primary School, kaunti ya Bungoma. Edwin Sifuna alizaliwa pamoja na ndugu wanne, wawili wa kike na wawili wa kiume. Sifuna alikuwa mwanafunzi gwiji, na alipomaliza masomo yake ya msingi huko Kakamega, alijiunga na shule ya upili ya Musingu High School, kaunti ya Kakamega. Katika mahojiano ya kina na gazeti la The Star, seneta huyo alisema kuwa kipaji chake cha uongozi kilianza kuchipuka huko shuleni Musingu High School. Kijana huyo mcheshi aliongoza kikundi maalum cha mashabiki walioshangilia timu ya mchezo wa raga wa shule hiyo, na licha ya kuwa yeye mwenyewe hakucheza raga, Sifuna alihudhuria hafla zote za michezo ya raga zilizofanyika nje ya shule yao. Isitoshe, wakati wanafunzi wenzake walipotamani kuandamana na wachezaji wa raga nje ya shule, walilazimika kumhonga Edwin Sifuna, ambaye kila wakati aliamua ni nani angewekwa katika orodha maalum ya wahusika waliotoka. Hata baadaye alipojiunga na chuo kikuu cha Nairobi, hamu yake ya kushangilia haikumwisha, na alikuwa mmoja wa maelfu ya vijana waliokusanyika ugani Uhuru Park, Nairobi, kushangilia ujio wa serikali mpya ya NARC baada ya uchaguzi mkuu wa Disemba 2002. Baada ya kuhitimu masomo ya sekondari na kupita vizuri, Edwin Sifuna alitimiza ndoto yake pale alipoalikwa kwa barua kusomea sheria katika chuo kikuu cha Nairobi mwaka wa 2001. Sifuna amekiri kwamba alipenda sherehe na anasa alipokuwa mwanafunzi wa chuo cha UON, huku akizuru vilabu na baa maarufu jijini wakati huo kama vile K1, Hornbill iliyoko katika baraste ya Tom Mboya, na wakati mwingine yeye na wenzake wangetembea miguu hadi Buzz Bar iliyokuwa mtaani Westlands ili tu kusherehekea. Kama mwanafunzi, Edwin Sifuna aliwahi kujaribu biashara ya kuuza punje za mawere ama millet alizosafirisha kisiri kutoka nchi jirani ya Uganda, lakini biashara hiyo ikaishia kufeli. Wakati mwingine angechuuza soksi na nguo za mitumba mjini Bungoma, na hata kusaidia kuuza rejareja katika kibanda cha mamake. Edwin Sifuna alihitimu na shahada ya sheria mwaka wa 2006, mwaka mzima baada ya wakati aliofaa kuhitimu 2005. Alikuwa tayari kuanza safari yake ya uwakili wakati serikali ilitangaza kanuni mpya kwa wanasheria na mawakili wapya nchini. Kuanzia 2006, waliohitimu na shahada za sheria walihitajika kusomea kozi zaidi ya miaka 2 katika chuo cha Kenya School of Law ili waruhusiwe kuwa mawakili kamili. Sifuna alikuwa mmoja wa wanafunzi waliohudhuria maandamano makubwa kupinga sheria hizo mpya, lakini hatimaye waliishia kufuata kanuni hizo na kuingia tena darasani.
Wazazi wake huko nyumbani mkoa wa Magharibi waliona ugumu kulipa karo kwa miaka mingine miwili ili tu mwanao apate diploma aliyohitaji huko Kenya School of Law, lakini pia wakalazimika kusalimu amri. Mikopo ya wanafunzi ya serikali kutoka bodi ya HELB ilikuwa imeisha baada yake kuhitimu chuo kikuu cha Nairobi, na Sifuna akalazimika kufungua biashara ya kukodisha michezo ya kompyuta ili ajimudu shuleni. Alihitimu kutoka Kenya School of Government baada ya miaka miwili, kisha mwaka wa 2007 akaanza mafunzo maalum ya baada ya shule aliyoitwa pupillage katika kampuni ya wanasheria ya Cairo and McCourt Advocates, na hatimaye mwaka wa 2008 akapewa kibali chake kuwa wakili wa mahakama za Kenya. Licha ya elimu yake ya miaka 6, Edwin Sifuna alipohitimu hakupata kazi mara moja, na kazi yake ya kwanza alipata miezi 18 baada ya kupewa leseni ya wanasheria. Ajira yake ya kwanza kama wakili ilikuwa katika kampuni moja ya kuoka na kuuza mikate, ambapo aliajiriwa kama legal officer ama wakili wa kampuni hiyo, huku akipata mshahara mdogo wa 40,000 kila mwezi. Hatimaye Edwin Sifuna akapata kazi yake ya kwanza iliyomlipa mshahara mkubwa, na maisha yake yakaanza kubadilika kuanzia hapo. Aliajiriwa na kampuni ya matangazo ya billboards inayoitwa Magnet Ventures, na katika kazi hiyo mshahara wake ulianza kuanzia 150,000, lakini kufikia 2013 akawa analipwa mshahara mnono wa shilingi 400,000 kila mwezi. Kazi hii ilibadilisha maisha yake na hata akahamia kwa nyumba bora zaidi yenye vyumba vitatu. Ni katika kipindi hiki ambapo Sifuna alifaulu kupata mkutano na Raila Odinga kupitia rafiki yake wa shuleni aliyeitwa Silas Jakakimba. Wakili Silas Jakakimba alisomea sheria pamoja na Sifuna huko UON, na alikuwa amepata kazi kama mmoja wa mawakili wa Raila Odinga baada yao kuhitimu Kenya School of Law awali 2008. Hiki kilikuwa kipindi cha mafanikio makubwa ya kikazi kwa wakili Edwin Sifuna, ambaye alikuwa ameanza safari yake ya ndoa na mchumba wake tangu 2010, ila hakumuoa rasmi kwa kutoa mahari hadi mwaka wa 2015 alipoanza mipango ya kuingia siasa. Kabla mkutano wake na Raila katika kampeni za uchaguzi wa 2013, Sifuna alikuwa ameanza kuingilia siasa za chama cha ODM na hata kutengeneza marafiki kadha wa kadha wa kisiasa jijini Nairobi. Raila Odinga aliposhindwa kura ya mwezi Machi 2013, Edwin Sifuna aliacha kazi yake kubwa katika kampuni ya Magnet Ventures mwezi uliofuata wa Aprili. Katika mahojiano na runinga ya TV47 yaliyopeperushwa mwezi Septemba 2023, Seneta Sifuna alisema sababu kuu iliyomfanya kuacha kazi yake katika kampuni hiyo ya Magnet Ventures ilikuwa uzito wa kazi hiyo. Alikariri jinsi licha ya mshahara wa juu aliyopewa, kazi yake hapo ilikuwa nzito na iliyozidia maisha yake ya kawaida. Isitoshe, ratiba yake kali ya kazini ilikinzana na shughuli zake za kisiasa ndani na nje ya ODM ambazo zilikuwa zimeanza kushika kasi wakati huo. Alisema kuwa siku ambayo alijiuzulu kazi hiyo, alizima simu yake usiku kwa mara ya kwanza, kwani awali wakubwa wake kazini wangempigia simu hata usiku wa manane kuhusu majukumu yake ya ofisini. Katika mahojiano tofauti, Sifuna alifichua kuwa Raila Odinga kupoteza uchaguzi wa 2013 kulimpa wakili huyo msukumo mkubwa wa mawazo, na huenda hii pia ilichangia hatua yake ya ghafla kuacha kazi yake hiyo. Huenda wewe mtazamaji umesikia msemo maarufu jijini Nairobi unaosema kuwa ukitaka kumuona uso kwa uso Raila Odinga, basi mtafute baada yake kupoteza uchaguzi. Msemo huo ulitolewa na Edwin Sifuna wakati akisimulia kisa cha wakati wake wa kwanza kuketi na kuzungumza na baba Raila Odinga. Basi baada ya wakili mwenzake Silas Jakakimba kufanya mipango baada ya kura ya 2013, Edwin Sifuna alikuja ofisini ya Raila Odinga iliyoko mtaani Upper Hill akiwa tayari kukutana na Raila mara ya kwanza na akiwa tayari kumpa mapendekezo yake ya kuboresha chama cha ODM. Kijana Sifuna alishangaa alipokaribishwa bila ubishi, na alipoingia ofisini akampata Raila amekaa huku anakunywa chai ofisini. Raila alikuwa hamjui Edwin Sifuna, lakini alipojitambulisha kijana huyo alimtambua kwa kuwa mpo wa mbunge mstaafu Lawrence Sifuna. Walizungumza kwa kina na Sifuna akampa Raila Odinga pendekezo lake la kisiasa. Raila Odinga aliagiza kikombe chingine kiletwe na Sifuna akapewa chai, huku wawili hao wakijadiliana kuhusu maisha ya Sifuna na ndoto zake za kisiasa. Mkutano huu na Raila Odinga ungeishia kuwa hatua muhimu katika safari ya kisiasa ya Edwin Sifuna ndani ya ODM Party. Alipoacha kazi yake kubwa kwa kampuni ya Magnet Ventures,
Sifuna akafungua kampuni yake ya kutoa huduma za wanasheria na mapato ya wakili huyo ya kila mwezi yakashuka kwa kiasi kikubwa. Katika mahojiano ya mazungumzo hayo ya podcast aliyofanya na wanahabari wa Upside Networks, Sifuna anasimulia jinsi alivyokuwa na lengo la kufikisha angalau 50,000 kila mwezi kwa mapato ili aweze kulipa kodi na apate mafuta ya gari lake alilotumia kusafiria kwenye shughuli zake za kikazi na za kisiasa. Kampuni yake ndogo ya sheria ingepata vibarua vya hapa na pale, haswa kutoka kwa wanunuzi wa mashamba mjini na wateja wengine waliohitaji mawakili. Wakati huo huo, Edwin Sifuna alikuwa ameanza kuandika maoni katika gazeti la The Star, na kupitia rafiki yake mmoja ambaye alifanya kazi ofisini kwa Gladys Sholei, registrar wa vyama vya kisiasa nchini, alipata nafasi ya kuandika column zake kwenye gazeti kubwa zaidi la The Standard. Kupitia ofisi ya Bi Sholei ambaye ni mkewe msimamizi wa gazeti la The Standard wakati huo, Sifuna alipata kazi kuandika maoni katika gazeti hilo kila wiki na akawa analipwa 60,000 mwisho wa kila mwezi. Siku moja aliandika maoni yake ya kila wiki na akakosoa vikali uongozi wa chama cha ODM wakati huo. Watu wengi wakasoma maoni yake, na mmoja aliyesoma ni katibu mkuu wa ODM wakati huo aliyekuwa ni Profesa Anyang' Nyong'o, ambaye alimwalika Sifuna wakae wazungumze katika mkutano wa faragha. Profesa Nyong'o alimwambia Sifuna kuwa vijana kama yeye walihitajika ndani ya ODM, na mara moja katibu huyo akamfanya Sifuna kuwa mmoja katika tume maalum ya think tank ama kundi la pendekezo lililopewa jukumu gumu la kupanga siasa za Raila Odinga baada ya kupoteza kura ya urais 2013. Wengi waliokuwa wanachama wa think tank hiyo pamoja na Sifuna walimzidi kwa umri na tajriba. Walikuwa watu kama John Githongo ambaye alikuwa mshauri wa Mwai Kibaki, msomi David Ndii, Profesa Adam Zolo, Profesa Anyang' Nyong'o mwenyewe na wengineo. Mkutano wa kwanza wa ODM think tank ulifanyika nyumbani kwake Raila Odinga, na hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Edwin Sifuna kwenda huko. Wakubwa zake hao walipoongea mkutanoni mara ya kwanza, Sifuna aliogopa na ikamchukua muda mrefu na mikutano mingi kutoa maoni yake ya kwanza mbele yao. Leo hii seneta huyo wa Nairobi anasimulia jinsi wazee hao wake ikiwemo Daktari David Ndii walimsaidia na kumshauri katika safari yake ya kisiasa ndani ya chama cha ODM. Milango yake ilianza kufunguka kisiasa na hata akapata mahojiano yake ya kwanza katika runinga ya KTN mwaka huo wa 2013. Ilitokea kuwa viongozi wote wa ngazi za juu wa ODM walikuwa Mombasa wakihudhuria mkutano mkubwa wa Raila, na msimamizi wa mawasiliano ya ODM Dennis Onyango akapendekeza wakili kijana Edwin Sifuna aende haojiwe katika mahojiano hayo ya mchana. Basi mwanasiasa na wakili huyo chipukizi akatokea kwenye televisheni kwa mara ya kwanza, huku dukuduku na wasiwasi umemzidia kuwa mbele ya kamera na kuhojiwa na Yvonne Okwara. Baada ya mjadala huo wa Yvonne Okwara, Sifuna alifanya vyema na akawa anaalikwa mara kwa mara kutetea sera za chama chake na zile za Raila Odinga mbele ya runinga na hata katika mijadala. Hatimaye umahiri wake wa kuongea hewani ukamfanya kuwa sura ya kawaida katika runinga zote kuu nchini Kenya. Kwa upande mwingine, kazi yake kama wakili ikawa imenawiri na hata akawa muhusika katika siasa za chama cha mawakili nchini, Law Society of Kenya LSK. Ilipofika 2015, Sifuna aliamua kufuata nyayo za mjomba wake Lawrence na kutafuta kiti cha ubunge huko kwao. Edwin Sifuna aliamua kuwania ubunge kwa tiketi ya ODM katika eneo bunge la Kanduyi. Alianza kusafiri mashinani Kanduyi kuuza sera zake na za Raila Odinga, huku akijipigia debe kama mbunge ajaye wa eneo hilo. Kwa kuwa hakuwa na umaarufu wowote wakati huo, mara nyingi angewahonga wasimamizi wa ratiba za mazishi wampe nafasi ya kuongelesha umma na kuomba kura, kwani alikuwa hajawahi kuchaguliwa. Alipotangaza azma yake ya ubunge kwa mara ya kwanza huko Kanduyi, wazee wa jamii walimuita kijana huyo na kumuuliza iwapo walikuwa na vitu vitatu muhimu zaidi. Vitu hivyo vilikuwa boma, mke na pesa. Kwanza alianza kwa kujenga nyumba yake ya vyumba vitatu huko kijijini, kisha akapeleka mahari huko Matungu alikozaliwa mpenzi wake aliyekuwa ameishi naye kutoka 2010 bila kufanya ndoa rasmi. Kwa kinaya, mkewe Sifuna alikuwa amemkataa mwanasiasa huyo alipomtongoza walipokuwa wanasoma chuo kikuu cha Nairobi, lakini hatimaye Sifuna akafaulu na wangeishia kuwa na familia pamoja. Mkewe Edwin Sifuna ni mtaalamu wa misitu na wanyamapori, na mwanao wa kipekee wa kike anapenda kusema kwa utani kuwa babake anailinda ODM wakati mamake akiwalinda wanyamapori. Kitu cha tatu ambacho wazee wa Kanduyi walimtaka Sifuna awe nacho kabla ya kuomba ubunge ni pesa.
Ili kudhibitisha alikuwa na kitita kinene cha pesa, wazee hao wangempa Sifuna mahitaji madogo madogo awasaidie kulipa. Udogo wa mahitaji hayo ungechezea kati ya shilingi 20,000 na shilingi 30,000. Hatimaye wakati kura ya mchujo ya ODM ilifanyika mashinani Kandui, mshindani wake mkuu Bwana John Makali alimpiku Sifuna na kupewa tiketi hiyo ya ODM. Alipokosa tiketi ya ubunge wa Kandui, Edwin Sifuna alirudi Nairobi kabla ya uchaguzi wa 2017, kwani alikuwa amealikwa na viongozi wa ODM kuwania useneta wa jiji kuu. Alipokea simu kutoka Nairobi akitakiwa kuhudhuria mkutano wa dharura wa majadiliano. Alipofika akakuta jopo mkutanoni lililohusisha watu kama Winnie Odinga, mwanabiashara bwanyenye Jimmy Wanjigi, Oduor Ongwen na Profesa Adam Zolo, wote viongozi wa juu wa ODM. Winnie Odinga alimuahidi kuhakikisha kuwa Sifuna angepata tiketi ya ODM ya kuwania useneta Nairobi, huku Jimmy Wanjigi akiahidi kumpa pesa zote za kuendesha kampeni yake. Profesa Adam Zolo na Bwana Ongwen waliahidi kumsaidia kuchora mpango na mwonekano wa kampeni yake na kumpa sera ambazo angeuza kama seneta mtarajiwa. Jimmy Wanjigi alimwambia Sifuna aketi pamoja na timu yake na waandike bajeti ya pesa zote alizohitaji kupiga kampeni ya useneta, na bajeti hiyo ilipochorwa ikawa shilingi milioni 54. Basi Edwin Sifuna akapeleka bajeti hiyo yake ofisini kwa Bwana Wanjigi katika jumba la ABC Place, lakini mwanabiashara huyo alikataa kumpa pesa alizoahidi awali, na badala yake alimpa tu 1,100 peke yake ya kuweka mafuta kwa gari lake. Ijapokuwa Raila Odinga na viongozi wengine wa chama cha ODM walionekana kumpendelea Sifuna kuwania useneta wa Nairobi 2017, aliyeshinda kura ya mchujo alikuwa mtu aliyeitwa Bukachi Chapia. Winnie Odinga pia hakuweza kutimiza ahadi yake ya kuhakikisha Sifuna angepata tiketi hiyo ya useneta ya 2017 bila mpinzani. Basi Chapia aliposhinda tiketi ya nomination, mkutano ulifanyika wa uongozi wa chama ikiwemo Raila Odinga mwenyewe, na Chapia alipoulizwa wamwachie Edwin Sifuna tiketi hiyo, alikataa baada ya mkutano, huku akisema hilo halingemfaidi yeye Chapia. Kesi ya kuamua nani angeishia kupeperusha bendera ya ODM kuwania useneta Nairobi iliishia mahakamani. Uamuzi wa mahakama ulipotoka ilikuwa wiki 6 peke yake kabla ya uchaguzi mkuu, na Bukachi Chapia akashinda kesi hiyo dhidi ya Edwin Sifuna. Hata hivyo, Johnson Sakaja wa chama tawala cha Jubilee alimshinda mgombea huyo wa ODM debeni na akawa seneta mpya wa Nairobi. Edwin Watenya Sifuna alikaa kimya na akasubiri zamu nyingine ya uchaguzi ajaribu bahati yake tena. Nje ya siasa za ODM, mwakani 2016, wakili Sifuna alifaulu kuchaguliwa kwenye baraza la uongozi wa chama cha mawakili Law Society of Kenya. Kama mwanachama wa uongozi wa wanasheria wote nchini Kenya, Sifuna alikuwa mmoja wa wanachama wa LSK walioanzisha kundi ndogo la Okoa LSK Movement ambalo lilishinikiza mageuzi ya haraka katika Law Society of Kenya. Kisa tunachoshuhudia mwanzo wa video hii kilifanyika mwezi Juni 2016, ambapo Edwin Sifuna aliita wanahabari katika makao makuu ya ODM na kujitangaza kuwa katibu mkuu ama secretary general wa chama hicho. Katibu mkuu wa ODM wakati huo alikuwa mbunge wa Budalangi Ababu Namwamba, aliishia kugura ODM na kuwa waziri wa Rais William Ruto baadaye. Katika mahojiano ya baadaye na gazeti la The Star, Sifuna alieleza sababu zake za kukalia kiti cha Bwana Namwamba wakati huo. Alisema kuwa wakati huo Ababu Namwamba alikuwa ameanza mazungumzo ya siri na wapinzani wa Raila Odinga wa kisiasa, yani kambi ya William Ruto. Isitoshe, wanachama wengi wa ODM wakati huo waliogopa kumuuliza wazi kuhusu usaliti wake, lakini Edwin Sifuna akaamua kuchukua hatua ya kumvisha paka kengele. Upinzani wake wa waziwazi kwa Ababu Namwamba uligonga vichwa vya habari wakati huo, na wengi wakaanza kumuona Edwin Sifuna kama mmoja wa viongozi chipukizi ndani ya chama cha ODM. Baada ya tukio hilo, Sifuna hakutambuliwa kama katibu rasmi wa ODM, lakini kiti hicho kilisalia wazi kwa miaka 2 kufuatia Ababu kusubila Sifuna kujua mkutano wa uongozi wa chama ulikuwa umefanyika asubuhi ya Alhamisi hiyo mwezi wa Februari huko Nairobi, na aliyesimamia mkutano huo alikuwa Raila Odinga mwenyewe. Katika mkutano huo wa faraga ulioendelea kwa saa kadhaa, Edwin Sifuna na afisa mtendaji wa NASA Norman Magaya walikuwa watu wawili waliopendelewa na Raila na viongozi wengine wa ODM, na hatimaye ikakubaliwa na wote kuwa Sifuna apewe kiti hicho cha ODM Secretary General.
Kama katibu mkuu wa ODM, Edwin Sifuna alipata nguvu na ushawishi zaidi wa kisiasa na akawa mtetezi nambari 1 wa Raila Odinga nje ya bunge. Chini ya Sifuna, uongozi wa ODM ulianza kufuatilia nidhamu ya wabunge wake, kitu ambacho kingepelekea Sifuna kugombana na kufukuza wengi wa wanachama wake. Mwanachama wa kwanza mtajika wa ODM kuzozana na Sifuna alikuwa mwanasiasa maarufu kutoka pwani ya Kenya. Katika hafla ya mazishi iliyofanyika huko Malindi, Edwin Sifuna alizozana hadharani na mbunge wa Malindi wakati huo, Bi Aisha Jumwa. Mimi kama katibu wenu nimepewa kazi na sifanyi kazi hiyo kwa kumchukia yoyote ama kwa kumuonea yoyote. Na Sifuna aliposimama kusema na umati, akaanza kumtupia vijembe Aisha Jumwa ambaye alikuwa amekaa nyuma yake jukwani. Bi Jumwa alikuwa amelalamika kuwa katibu huyo wa ODM alikuwa amehusika kumfukuza kwa chama hicho kwa misingi ya chuki. Sifuna aliposimama tu na kuanza kuongea, hii hapa ndiyo drama iliyofuata. Sheria ya chama cha ODM mwenye kutunga sio Sifuna. Mheshimiwa SG, kwa heshima zote, mahali ulipofikia hautaweza kuendelea. Kwa heshima zote, mahali ulipofikia, hatuko hapa kusikia masuala ya chama cha ODM, tuko hapa kwa mazishi kumfariji Kingi. Hatuwezi. Heshimu wa Mijikenda. Baada ya kizaazaa kuisha, Edwin Sifuna aliulizwa na wanahabari kwa nini hakufanya chochote baada ya Jumwa kumpokonya kipaza sauti, lakini akajibu kuwa katika mila yake ya Kibukusu haingefaa kwake kama mwanaume kupigana na mwanamke. Kufikia 2019, ilikuwa wazi kwa wote kuwa Edwin Sifuna alikuwa na ndoto za sio tu kuchaguliwa bungeni, bali hata kuinuka kama kiongozi wa jamii ya Waluya katika siasa za usoni za kitaifa. Umaarufu wake kama mwanasiasa wa kitaifa ulipozidi kubobea, Sifuna alianza kwa kushambulia vikali kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, ambaye wengi wanamchukulia kuwa kigogo wa jamii hiyo ya Mulembe. Ikiwa Septemba 2019, Edwin Sifuna aliwaambia wanahabari kuwa chama cha ODM hakingesikiliza maombi yoyote ya kuunga mkono Mudavadi kuwania urais mwaka wa 2022. Katika hafla tofauti, Sifuna alimtaja Mudavadi kama kiongozi bila msimamo, kitu ambacho kiliwaghadhabisha baadhi ya wafuasi wa kiongozi huyo wa ANC. Alisema kuwa Mudavadi hakuwa na uwezo wa kuwaongoza Waluya kusimama kwa msimamo wao, bali alisubiria wanasiasa wenzao wachukue misimamo ili naye afanye maamuzi yake ya kisiasa. Neno na umahiri wake wa mjadala, wanasiasa wa serikali waliokuja kupinzana naye katika mijadala hii. Zaidi, Seneta Edwin Sifuna amekuwa mkosoaji mkuu kabisa wa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Mjadala mkali uliibuka katika bunge la Seneti mwezi Aprili pale seneta huyo alipomtaka gavana Sakaja kujibu maswali tata kuhusu utendakazi wake kama gavana wa Nairobi. Malumbano ya wanasiasa hao wawili washindani yakaibua hisia nyingi, na Sifuna alipoulizwa iwapo alinuia kuwania kiti cha Sakaja debeni, alijibu kuwa yeye hakutamani kuwa gavana wa Nairobi, bali alikuwa anafanya kazi yake kama seneta wa kuchaguliwa. Sasa hivi Edwin Sifuna na mwenzake Babu Owino ndiyo viongozi wawili vijana wanaoshikilia ushawishi wa ODM hapa nchini, na inasubiriwa na wengi kuona iwapo Raila Odinga atampendekeza mmoja wao kuwa mrithi wake wa kisiasa inapoelekea 2027. Hata hivyo, huenda Sifuna na mbunge huyo wa Embakasi Mashariki Babu Owino wakakutana debeni kutafuta ugavana wa Nairobi, kitu ambacho kinaweza kuleta mgawanyiko mkubwa ndani ya chama cha ODM. Yote tisa, Edwin Sifuna ni kiongozi mwenye ushawishi mkubwa sana kati ya vijana kote nchini, na hatua yoyote ya kisiasa atakayochukua sasa itampa mafanikio makubwa katika siku za usoni.